Ilikuwa ni majira ya saa 11 jioni siku ya Jumatano, muda ambao wafanyakazi wa kuajiriwa walikuwa wakitengeneza foleni ya magari katika jiji la Dar es Salaam. Kila mmoja akitaka kuwahi katika nyumba yake ya kujenga au nyumba yake ya kupangishwa, ili walau waweze kuipumzisha miili yao kutokana na furushi kubwa la uchovu lililowazonga na kuipumzisha akili kwa ajili ya utendaji bora wa siku ya kesho. Punde taarifa za kuuawa kwa mkurugenzi wa kampuni ya kutengeneza simu Tanzania Tantel na mfanyabiashara maarufu nchini humo Bwana Hashim Lotto ilipopokelewa mezani kwa IGP Bwana Marwa Jisi. Hashim Lotto alikutwa amepigwa risasi katika kisogo chake akiwa ndani ya gari lake yenye rangi ya silver ikiwa na namba za usajili T276 MJI. Shati lake la rangi nyeupe nadhifu alilolivaa na suruali ya kijivu kabla ya kutupia tai yenye kupendeza lilipoteza umaridadi wake na rangi yake ya asili na kuwa na rangi ya timu ya pale Kariakoo Msimbazi, rangi ya damu. Mauaji tena, Bwana Jisi alijisemea kwa hamaki mara baada ya kupata taarifa hiyo ya mauaji ya mtu huyo maarufu, kifo ambacho kingezua taharuki kwa wananchi katika zama hizi za mitandao ya kijamii, hasa baada ya kushamiri kwa matukio haya ya utekaji na vifo vya ghafla. Hashim Lotto alikuwa ni mfanyabiashara mweledi na anayestahili kila aina ya tuzo lao zitaandaliwa kwa wafanyabiashara barani Afrika. Ameilea kampuni ya Tantel kwa mbinu za hali ya juu na ukomavu wa kutukuka mpaka kuja kuwa kampuni namba 5 ya kutengeneza simu zenye ubora wa hali ya juu duniani. Mamilioni ya watu duniani walikuwa wakisubiria kwa hamu matoleo mbalimbali ya kampuni hii ya simu. Basi lau Tantel wangetoa taarifa leo kuwa wametoa nakala milioni 900 za toleo jipya la simu zao, basi ndani ya masaa 24 kopi hizo zingekuwa zishanyakuliwa na watu wenye hela zao duniani. Hali kama hiyo ilitokea mwaka 2026 pale kampuni hiyo ilipozindua simu ya Serengeti Pro 9. Utajiri wa kampuni hii ulikuwa kivutio kikubwa sana duniani, na hivyo ilimpa heshima kubwa mmiliki wake, hasa kutokana na roho ya perfume alionayo Bwana Hashim Lotto. Hakuwa na hiana kuweka manukato ya mapesa kila mahali ambapo palikuwa pananuka uvundo wa ufukara, lau ataona kuwa yampasa kufanya hivyo. Kifo cha bosi wa kampuni ghali kama hii kilimuumiza kichwa mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Bwana Marwa Jisi mara baada ya kuipokea taarifa hiyo, akiwa amekalia kiti cha kibosi haswa kilichomiliki rangi ya hudhurungi ofisini kwake makao makuu ya polisi mkoani Dodoma. Wakati kiongozi huyu akiwa katika tafakuri nzito juu ya mauaji, ghafla simu yake ya mkononi ilianza kupiga makelele ya kuita. Akanyanyua simu yake na kuongea na mtu yule aliyempigia simu. Baada ya dakika takriban 15 ndani ya simu,
Jasho jembamba lilikuwa likimchirizika IGP kila sehemu ya mwili wake, na kulowesha kabisa vazi lake lililosheheni nyota nyota. Utadhani ni mbingu yenye nyota nyingi kwa ajili ya kuipamba dunia. Wanataka nini hawa? Wanataka kunichezea? Je, niwakubalie? Hapana. Nasema hapana. Lazima niwaonyeshe kuwa ni kweli mimi natokea mkoa wa Mara. Alijikuta akiropoka mkuu wa jeshi la kulinda raia na mali zao. Sasa raia ndio huyo hapo. Hashim Loto ameshauliwa na kuporwa roho yake iso hatia na kuachwa kibudu. Marwa Jisi alimuita katibu motasi wake na kumwagiza amuandalie safari ya ndege kuelekea jiji la Mzizima, kama lilivyokuwa likifahamika hapo awali, jiji la bandari salama. Baada ya dakika kadhaa, Bi Salma Sadiki akamfahamisha bosi wake kuwa amefanya kila kitu kwa ajili ya safari yake hiyo, na kumjulisha kuwa ataondoka na ndege ya kukodi ya saa 2 usiku, shirika la ndege la Bahafa Airline. Jisi akajizoa na mara akajikuta kwenye gari tayari kuelekea nyumbani kwake kwa ajili ya kumwaga mkewe juu ya safari hiyo ya ghafla kama chafya ya mgonjwa wa mafua. Dereva alimuahisha kuelekea nyumbani kwake maeneo ya Dodoma Makulu, ambako ndipo palikuwa maskani yake yeye na familia yake, watoto 5. Safari ilichukua dakika 20 na kujikuta tayari wameshaingia nyumbani kwa Bwana Marwa Jisi, Dar es Salaam. Baada ya saa 1 tangu watoke pale uwanja wa ndege wa Dodoma, ndege ilikuwa ikielekea kutua katika viwanja vya Mwalimu Julius Nyerere International Airport. Baada ya ndege kutua na taratibu zote za utuaji na ushukaji ndani ya ndege kukamilika, Bwana Marwa alijikokota mpaka eneo ambako alijua kuwa gari iliyokuja kumpokea imepaki hapo kwa lengo maalum la kumsubiria yeye afike kutoka katika ndege, tayari kabisa kwa kumpeleka katika ukumbi wa mikutano katika kituo kikuu cha polisi jijini Dar es Salaam kilichopo maeneo ya Mbagala Zakia, eneo ambalo miaka ya hapo nyuma lilikuwa ni eneo la viwanda kabla ya viwanda hivyo kuhamishiwa katika eneo la Mkuranga. Mlango wa gari nyeupe yenye namba za usajili T537 HGR ulifunguliwa.